A'udhu billahi minash-shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Amma hapana budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu wafuatiliaji na watizamaji wa channel ya Abu Suheli Online TV, tupo leo katika mwendelezo wetu wa vipindi, miongoni mwa vipindi vya kuelimisha jamii, na tumezungumzia wiki iliyopita kama tumezungumzia mada ya tarbiyatul auladi, malezi ya watoto. Kwa hiyo leo tunaendeleza na tupo na al-akh Salim hapa, tutajadili mawili matatu. Tunakumbuka wiki iliyopita tulijadili mama, jinsi gani mama anavyotengeneza na anavyoharibu watoto. Kwa hiyo leo tutaangalia jamii, tutazama kwenye jamii kidogo, jinsi gani jamii inavyoharibu watoto na jinsi gani jamii inavyowatengeneza watoto. Kwa hiyo kwa sababu jamii tunaona sasa hivi katika jamii vijana wanakuwa wanavuta bangi, au vijana wanakuwa wanajishirikisha katika vikundi viovu, au utakuta watoto sasa hivi katika jamii hawaheshimu wadogo, au wakubwa vile vile hawaheshimu wadogo. Kwa hiyo tutazungumza kidogo na tutamuuliza hapa al-akh Salim jinsi gani, vipi jamii inavyotengeneza au inavyoleta taathira katika malezi ya watoto. Al-akh Salim, tafadhali. Tayib, Sheikh Suleiman, barakallahu fikum. Tunaingia kwenye maudhui yetu kama tulivyokisha kuona kwamba mama ana taathira kubwa katika malezi ya watoto, na tulisema kwamba zipo sababu nyingi ambazo zinamfanya mtoto kwenye jamii aweze kuporomoka, au maadili kwa ujumla aweze kuporomoka. Tukataja mama anaweza kuwa ni sababu ya kuharibu maadili, licha ya kwamba mama ni nguzo kubwa sana katika kumlea mtoto. Lakini kuna kipengele cha pili ambacho kwamba ni jamii. Jamii ina mchango mkubwa sana katika kumharibu mtoto, licha ya kwamba jamii yani ina nafasi kubwa sana ya kumlea mtoto akawa katika malezi yaliyo bora, kwa sababu jamii ni markazi muhimu sana katika malezi ya mtoto. Na kwa sababu vitu vyote ambavyo vinaonekana katika jamii, katika lugha, mfano lugha inayotumika kwenye jamii au watu fulani, namna ya uzungumzaji, namna anavyozungumza, lakini vile vile mfumo wao wa maisha, vipi wanaamiliana na wengine, watoto wanakuwa wanachukua kupitia kwenye jamii. Lakini sasa jamii zaidi tukiangalia kwa saa hizi imejikita kwenye vitu ambavyo vinamfanya huyu mtoto mwenyewe aige kwenye jamii yake vitu ambavyo si vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukaona mifano mingi ambayo kwenye jamii ipo, mambo yanafanyika na watoto bila ya kuambiwa kwamba nendeni mkajifunze kule, basi automatically wale watoto wanavutika na wale mambo, wanashawishika, wanakwenda kuingia. Hata kama pengine mwanzo wa jambo utawakuta wazee au wakubwa lile jambo wanalipinga, ni watoto wasilifanye. Wao wanalifanya, lakini unakuta wanawapinga watoto wasilifanye. Al-akh Salim, umezungumza kuhusu jamii kwa ujumla inavyolea watoto. Ni ipi mifano gani ambayo kuwa wazazi wakifanya au jamii ikifanya, basi watoto watafuata tabia nzuri kupitia mifano hiyo? Kiufupi kwamba mimi niseme, Waswahili wanasema kwamba mtoto hufuata nyayo za mzee wake, au mtoto hufuata kichogo cha mzee wake. Huu msemo una maana kubwa sana, bi maana kwamba mtoto anajifunza vitu vingi sana kupitia mazingira anayoishi, hasa wakubwa. Kwa hiyo jamii hapa yani ina mambo mingi sana ambayo ikiwa jamii itafanya mambo hayo, basi moja kwa moja watoto wataelekea kwenye kufanya mambo hayo. Kwa mfano mimi nitoe mfano kwamba ukute jamii imejipamba kwa ukarimu, mathalan ukirimu watu wageni au vipi,
basi moja kwa moja watoto watachukua ile tabia kwamba atakapokuja mgeni basi watamkirimu. Lakini vile vile ikiwa jamii wana tabia ya kupokea watu kwa maneno ya busara na hekima na kwa bashasha na uchangamfu, basi ile ni tabia ambayo watoto wanairithi bila ya kufundishwa, hawaambiwi lakini wanaona. Lakini ikiwa jamii itakuwa ikiwa jamii imeamka au ina nahdhatul ilmia, kwamba jamii imejikita kwenye mambo ya taaluma tofauti tofauti, basi watoto wote watakaokuwa kupitia jamii ile, basi wao watakuwa wanaangalia mifano ile juu yao. Kama ni mdogo anamwangalia kaka yake pengine, au anamwangalia baba yake, au anamwangalia babu yake, akikuta wote hawa wako wanajikita kwenye swala la elimu, basi watoto hawa moja kwa moja wanaelekea kwenye upande wa elimu. Yani nafsi zao zitapenda kwenye kusoma elimu, na yani yule mtoto mwenyewe akikaa tu akifikiria swala la kuacha kusoma, yani atakuja kujikuta ni mtu duni kabisa kwenye jamii. Yeye mwenyewe bila kuambiwa, yani akiona kwamba baba yuko hivi, kaka yuko hivi, kuna nani yuko hivi, babu pengine mama na wengine, yeye akijiona hajasoma, basi automatically atahisi udhalilifu kwenye nafsi yake. Kwa hiyo atajitahidi kwenye kuliendea jambo hilo. Al-Akh Salim, tumeona hapa jamii itakapokwenda katika jambo zuri au itakapofanya jambo zuri, basi na watoto wanaelekea kule kule. Je, vipi jamii ikienda kwenye upande mbaya? Je, vipi jamii ina taathira gani kwa hawa watoto? Naam, ipo mifano mingi ambayo katika jamii inafanyika sio mizuri, na watoto wanakwenda kwenye mifano ile bila kupelekwa au bila kuambiwa, wanajifunza kupitia wakubwa wao. Na tunaweza tukaashiria au tukachukua mafumu kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi hilo pokeana na Abu Huraira, ambao akasema kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, kwamba kila mtoto anayezaliwa, kullu mauludin, kila mtoto anayezaliwa, yuladu ala alfitra, anazaliwa katika fitra ambayo ni fitra ya Uislamu. Fa abawahu, wazazi wake, yuhawidanihi, wanaweza kumfanya mtoto huyo awe Yahudi, au yumajjisanihi, au wanaweza kumfanya awe ni Majusi, au yunassirani, au wanaweza kumfanya awe ni Mkristo. Kivipi yani? Bimaana kwamba hapa mtoto anajifunza sana kupitia wazazi wake. Na tukitaja wazazi hapa hatukusudii kwenye majumba tu, tunakusudia wazazi ni wale ambao wanakusanyika, kwa sababu jamii inakusanya wazazi, inakusanya na watoto ambao wanapatikana kwenye sehemu hiyo. Kwa hiyo kwa mfano utakuta leo mzazi anamlazimisha mwanawe aende akae darasa mathalan baina ya salatul maghrib wal isha, abaki msikitini. Lakini mzazi huyu yeye hakai msikitini, anakwenda kwenye vijiwe vya kahawa na vijiwe vya qila wakala, alafu ategemea eti mwanawe abaki msikitini. Mtoto hawezi kubaki, anaweza kaangalia fursa nzuri, akiona sipatikani, sionekani, basi anakimbia, kwa sababu tayari yule mzazi hakumshajihisha mwanawe. Leti baba ingebakia pale, basi na mtoto angekwenda kubaki pale pale. Lakini utamkuta kaka ambaye kaka huyu pengine ana umri wa miaka 16 mpaka 18 mpaka 20. Huu ni umri wa kusoma kwenye jamii. Ndio kwanza ni umri wa kusoma, kwa sababu elimu pia haina umri maalumu. Al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi, yani elimu kutoka kwenye ubebo, yani kutoka kwenye kubebwa vile mpaka kwenye mwanandani. Kwa hiyo muda wote ni muda wetu wa kufanya nini? Wa kujifunza. Lakini vijana wengi sasa hivi akishafika umri wa miaka 18 basi ajiona yeye si wa kusoma tena. Yani tumeona kwamba ile kusoma ni faradhi ya watoto sasa hivi, wakati talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Na hii faradhi inakuja muda gani? Pale ambapo mtu kashafikia mpaka wa sheria, yani miaka akishabaligh, pale ndio ule lazima wa kusoma ndio anafanya nini, unamjia. Lakini utamkuta kaka huyu yeye hasomi, haendi chuoni, haendi popote, kuswali yenyewe haswali, halafu anampiga mdogo wake aende chuoni, amchukua kwa bakora mpaka chuoni. Mwisho wa siku pengine huyu mdogo mtu anaweza akamjibu asaka, mbona wewe huendi, mbona hivi? Kwa unakuta ana mtoto anafuata ni, inafika wakati kaka mtu anashindwa ni, anaona kwamba mimi kweli yanazungumza, kwa sababu anaweza kuja kunifedhesha muda wote huyu. Kwa utamkuta inafika wakati anastaslim, anasimama kumkataza, anasimama. Kwa pia utakuta mifano, yani utakuta mifano
kwa mfano vikundi vya ngoma vilivyoko kwenye jamii. Zipo, kuna ada na takalidi, yani ambazo kuna ada na desturi ambazo zipo kwenye jamii. Kuna jamii nyingine zinapiga dufu, kuna jamii nyingine zinapiga ngoma za kawaida, kuna jamii nyingine zinapiga mabeni, kuna jamii nyingine, yani kila jamii na utaratibu wake. Kwa hiyo zile taratibu zote ambazo zipo kwenye jamii ambazo si nzuri, basi watoto wataziendea zile. Na kama tulivyozungumza mwanzo, utakuta wale watu wazima wanawakataza watoto wasiende, lakini walikuwa wale watu wazima wajikataze wao kwanza. Wakishajikataza wao, basi na watoto watakatazika. Ndio ile tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alayka idha fa'alta adhim, yani unakataza jambo lisifanywe na mtu, lakini wewe unaleta lile au mfano wa lile, basi ni aibu kwako utakapolifanya jambo hilo. Kwa hiyo unakuta jamii yetu iko hivyo. Kwa hiyo unakuta ni nguvu kubwa ambayo pengine jamii inatumia kwenye kuelekeza watoto kwenye tabia njema, kwenye malezi mazuri, lakini watoto yani bado vichwa ni vigumu, kwa sababu ugumu wa vichwa hivi unasababishwa na hawa wazee ambao ni wanafanya mambo wao yani wanakataza kufanya watoto wasifanye, lakini wao wanafanya. Wanawaelekeza watoto kwenye kufanya khairi, lakini wao hawazifanyi. Kwa hiyo unakuta jamii inatumia nguvu kubwa, yani inatumia nguvu kubwa kuwaelekeza watoto kwenye upande huu, lakini ilikuwa suluhisho ni jambo dogo tu. Wazee wajitahidi wao waende kwenye njia iliyonyooka, basi moja kwa moja na watoto wanafuata. Kama hawajafuata kwa vitendo, basi watafuata wakiambiwa tu kidogo, wanakuwa wanaelekea. Shukran al-Akh Salim kwa haya machache. Kwa kweli kuna mingi ya kuzungumza kwenye hii mada ya tarbiyatul auladi. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa nadhani, kwa sababu tutachosha watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu. Kwa hiyo wiki ijayo tutaangalia katika mada ya utandawazi. Kwa hiyo ndugu watazamaji na wasikilizaji wa channel zetu, kwa leo tunaishia hapa. Shukran, asanteni sana, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.